wake wawili. Alikuwa na watu wa kuwatuliza watu mioyo. Katika kila janga kuna watu wa kutuliza wale wengine mioyo. Katikati ya hayo yote kukatokea huyu Caleb mwana wa Jefune na Joshua mwana wa Nuni, wakawaambia mkutano, tulieni, msilie tena, sikizeni habari yetu. Ile nchi ni nchi nzuri sana, na Bwana ameapa kwa mkono wake ya kwamba atatupatia ile nchi, na tunaenda kuimiliki, tunaenda kuigawanya ile nchi, itakuwa urithi kwetu. Na wale Waanaki mmesikia, mmeambiwa na hawa watu, hao majitu mnasikia tumewaona, ni sawa wako, lakini wao watakuwa chakula kwetu. Bwana asifiwe. Mkutano wakasema hapana, hawa ni wawili, hawa wengine ni 10. Kwa hivyo tunaamini habari ya hawa 10, hatutaamini habari ya hawa wawili. Hawa watu wanafaa wapigwe mawe sasa, na tuchague sasa watu watakao tuongoza sasa kurudi katika nchi ya Misri. Lakini Bwana akaghadhabika sana siku hii. Biblia inasema ya kwamba Bwana akakasirika, akaghadhabika, na akamwambia Musa, sasa niachilie nimalize hiki kizazi, nitakiondoa na nikupatie kizazi kingine kipya, nikupatie taifa lingine, wale watu ambao wananiamini. Bwana asifiwe. Wapendwa, kulalamika, manunguniko saa yote mbele za Bwana inamfanya Mungu hasira zake zipande. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapomngoja Bwana, usimngoje Mungu kwa kulalamika. Biblia inasema ya kwamba mahali tumesoma katika kitabu cha Joshua, hawa baada ya Mungu kuwakasirikia akamwambia Musa, Musa akamsihi sana, akamwambia usiwaangamize, usiwaue, kwa sababu mataifa watakaposikia ya kwamba umewaangamiza, ndipo watakaposema ya kwamba wewe haukuwa na uwezo wa kuwaingiza katika nchi ile ya ahadi. Lakini Bwana akamwambia Musa, ni sawa, lakini yeyote ambaye amefikisha miaka 25 ya umri wake, ni kusema kwamba mtu mzima ambaye amelalamika na amenungunika mbele zangu, hao hawataingia. Ile Joshua na Caleb, hao nitafanya wakaidhibiti ile nchi. Bwana asifiwe. Na tumesoma katika Joshua, Caleb sasa anaenda mbele za Joshua, anamkumbusha hii taarifa, anamwambia, kumbuka siku ile tulipokuwa tumetumwa na Musa katika nchi ile habari tulileta habari nzuri, na ni kweli ilikuwa baada ya miaka 45 ile taifa limeangamia, lakini kuna wawili wamebaki ambao walisubiri na kumngoja Bwana. Bwana asifiwe. Na anamwambia Joshua, sasa nipatie urithi wako, nipatie kilicho changu sasa. Naye Joshua kwa sababu alikuwepo na alisikia vile Musa alisema, hata Musa ameenda, Aaron ameenda, lakini kumebaki Caleb na Joshua ambao walisimama na neno la Bwana, walisimama katika hali ya kumsubiri Mungu, walisimama katika hali ya kumngoja Bwana. Na anamwambia Joshua, nipatie urithi wangu. Na Joshua, Biblia inasema ya kwamba akambarikia mji uliokuwa unaitwa Hebron kuwa urithi wake. Bwana asifiwe. Wapendwa, tungoje Mungu kwa saburi, tusingoje Mungu kwa kulalamika, tusingoje Mungu kwa manunguniko. Waliponungunika mbele za Bwana, Bwana alikasirika, akawaangamiza wote. Tusipate na maangamizo ya Bwana kwa sababu ya kulalamika, kwa sababu ya kunungunika. Nataka tumalizie na neno moja katika kitabu cha Luka, katika kitabu cha Luka ni sura ya 2. Kuna wazee pale ambao walimngoja Bwana. Kitabu cha Luka sura ya 2 na mstari wa 25. Luka 2:25. Naona kuna watu pale ambao walimngoja Yesu. Roho alikuwa amesema ya kwamba hamtaenda kabla hamjamuona Mwokozi wa Israeli. Nao wakangoja, wakasubiri, na ninaamini ya kwamba waliwekwa hii miaka yote kwa sababu hawakuwa wanalalamika, hawakungoja katika manunguniko. Mstari wa 25, Luka sura ya 2 aya yake 25, Biblia inasema ya kwamba natazama pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja
jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, alitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho. Na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, na nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa, na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Bwana asifiwe. Katika zamani hizi za Kristo, wakati Yesu alikuwa anazaliwa, kuna Simeon ambaye alikuwa ameonywa na Roho ya kwamba hautakufa mpaka utakapomuona mwokozi wa Israeli. Simeon akangoja miaka mingi, akamngoja Bwana, akasubiri. Biblia inasema kwamba yeye alikuwa anakaa hekaluni, bado anangoja mpaka ile siku itakapotimia, ile siku Roho alinena ya kwamba utamuona mwokozi wa Israeli. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya Yesu kuzaliwa, alipopelekwa hekaluni, akampata Simeoni. Tunamuona Simeoni anamshukuru Mungu, anamwambia Mungu, sasa unaweza ruhusu mtumishi wako sasa aende, kwa sababu nimeuona wokovu wa Israeli. Katika mstari wa 36, bali palikuwa na mama. Biblia inasema kwamba palikuwa na nabii mke, jina lake Ana binti Fanueli, wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakitarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, wakarejea Galilaya mpaka mji kwa Nazareti. Bwana asifiwe. Huyu nani? Ana binti Fanueli, mama mzee, mama mjane, ameishi miaka mingi, amesubiri miaka mingi kumuona mwokozi wa Israeli. Bwana asifiwe. Wapendwa, tumngoje Mungu katika hekalu lake, tumngoje Mungu katika wokovu, tumngoje Mungu bila kulalamika, bila kuteta, bila kunung'unika. Wamngojeao Bwana, Bwana atawaajilia kwa wakati wake. Tumalizie na neno katika kitabu cha Isaia 40, kitabu cha Isaia 40 na mstari wake wa 28. Isaya ni neno la mwisho. Isaya 40 na mstari wake wa 28. Biblia inasema kwamba, je, wewe hukujua, hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana Mungu wa miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. 30 inasema kwamba haya vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, mbali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Nani? Wamngojeao Bwana. Bwana asifiwe. Wale wanaomngojea Bwana hawatazimia, hawataangamia. Bwana atawapatia nguvu. Biblia inasema kwamba watakuwa na nguvu, watakuwa na uwezo kama tai, watapanda juu na hawatachoka. Watakaokuwa wakitembea na miguu hawataanguka, hawatazimia, kwa sababu wamemngojea Bwana. Wapendwa, tumngoje Bwana, tumngoje Bwana, tumngoje Bwana kwa saburi. Maana Daudi anasema, nani mngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia akakisikia kilio changu. Tuko katika kilio, tuko katika
katika majonzi tumngoje Bwana. Maana katika hali ya kungoja Bwana, Bwana atakuinamia, atasikia kilio chako, atakutoa katika shimo la utelezi, atasimamisha miguu yako juu ya mwamba, ataziimarisha hatua zako, na ataweka wimbo mpya katika kinywa chako. Gaini yale kila wimbo rweru tono intuito tuamwe tena. Kwa hivyo tungoje Bwana. Bwana wabariki, Bwana watendee mambo mema. Nitafikisha hapo. Najua kwamba Bwana atazidi na kututembelea. Kwa hivyo tuendelee kumgoja Bwana, tuendelee kumwabudu Bwana. Kwa hivyo tusimame tukaweze muomba Bwana tunapomalizia. Nitagwoko Baba rugendo inero todo itanya lyakwa ligugukenya Baba itagwoko Baba rugendo